بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الإمام المرسلين وعلى آله وصحبه برارة الميامين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه برارة الميامين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اليوم لكم شكر الله سبحانه وتعالى نبي كذلك كم صلينا كم سليمه بنا رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، bila shaka leo hii tutakumbushana miongoni mwa maneno ambayo aliyozungumza Imam Shamsuddin al-Ma'ruf Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Ayuha almuslimun ibadallah, mwanachuoni huyu imefika stage akatuelimisha na kadhalika akatukumbusha ya kwamba sheitani huyu ambaye ni mal'un wa matrudu min rahmatillahi jalla wa ala, ya kwamba huyu sheitani ambaye aliyelaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na pia kadhalika sheitani huyu kwa kule kwake kulaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni matrudun, ambaye aliyetimuliwa kutoka katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka sheitani huyu kuna mambo ambayo huwa anayahitaji na kadhalika anayataka au anayataka mwenyewe ili awaingize wanadamu katika mambo hayo. Sasa mwanachuoni huyu Imamu Shamsuddin al-Ma'ruf Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a asema katika maneno yake, anasema min umuri allati yuridu biha ash-shaytan min al-insan, miongoni mwa mambo ambayo anayohitaji shaytan kwa mwanadamu, akasema ni sab'a. Bila shaka ni mambo sab'a kwa mashaitani popote ambapo atakapokuwa. Bila shaka shaitani huyu ambayo alifukuzwa na kutimuliwa kutoka katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka anajitahidi kwa namna ambavyo atakapoweza kwamba kila mwanadamu amtumkize na kadhalika amtumbukize na kadhalika na kumuingiza katika haya mambo saba ambayo anayohitaji mwenyewe, ambayo aliyojiwekea shaitani huyu katika nafsi yake. Kitu cha kwanza kabisa ni kitu gani hiko? Akaja kueleza Imamu Shamsuddin al-Ma'ruf Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, akaja kusema kitu cha kwanza ambacho shaitani ameshajiwekea katika nafsi yake, cha kwanza kabisa kumpoteza mwanadamu. Bila shaka akasema muallif akasema mwanachuoni huyu akaja kusema kwamba ni ashirk. Maana yake kwamba shaitani huyu atatumia sampuli za namna yote ile, lengo na madhumuni ya kwamba ni kumtumbukiza mwanadamu huyu katika mlolongo wa shirki. Maana yake kwamba mwanadamu ifike stage anakwenda kwa waganga kuaguliwa nyota, anakwenda kwa waganga kumshirikisha Allah, anakwenda kwa waganga kupiga ramli. Shaitani huwa anafurahi sana na kucheka, anaona kana kwamba katika yale mambo ambayo saba ambayo tayari ameshajiwekea, tayari anaanza kuwasokota na kuwatumbukiza wanadamu katika mambo kama haya. Ayuha almuslimuna ibadallah, ndugu zangu katika imani, kitu cha kwanza kabisa ambacho anawatumbukiza shaitani wanadamu katika yale mambo saba ambayo aliyojiwekea katika nafsi yake, bila shaka ni ashirku billah. Shaitani kabisa huwa anatumia fursa kubwa kuwapoteza watu katika shirki, watu wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo anasema mwanachuoni huyu al-Imamu Shamsuddin al-Ma'ruf Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Kwa hiyo shaitani sasa pale ambapo atakaposhindwa kumshawishi mwanadamu huyu kwenda kumshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala, na mwanadamu huyu kwenda kupiga ramli kwa watu ambao ni washirikina wachawi, bila shaka akishashindwa kumshawishi mwanadamu huyo, mwanadamu akawa na imani thabit, imani ambayo imekita katika moyo wake,
imani ambayo imetulizana katika nafsi yake, katika kifua chake. Unaambia shetani huyo akishindwa kabisa, shetani huyo unaambiwa anakwenda kumtafuta katika kitu kingine cha pili. Kitu gani hiko? Akaja kusema mwanachuoni huyu Imam Shamsuddin Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, akaja kusema anakuja kumtumkiza ila bid'ah. Shetani huyu anatumia kadhalika nguvu zake zote ili amtumbukize mwanadamu huyu katika mambo ambayo ni ya uzushi, mambo ambayo hayako katika dini, mambo ambayo hayako katika dini yetu ya Uislamu, mambo ambayo yamezushwa na watu, mambo ambayo yametungwa kisha yakatumbukizwa na kadhalika yakanasibishwa kwamba ni miongoni mwa dini. Basi sheitani huwa anatumia fursa kubwa sana kumtumbukiza mwanadamu huyo katika kitu ambacho kinaitwa bid'a, kama vile ambavyo tunavyoona leo hii watu wanatumbukizwa katika bid'a, kadhalika wanatumbukia katika bid'a, mambo ambayo ni ya uzushi, mambo ambayo hayako katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Watu wanafanya mambo mengi sana. Sasa kwa kuwa shaitan tayari ameshajiwekea nafsi yake, katika nafsi yake ya kwamba atatumia nguvu zake zote awatumbukize wanadamu katika mambo haya saba, bila kadhalika sasa kitu cha pili kabisa miongoni mwa hivyo vitu saba ni albid'a. Na katika jambo hili ambalo alizungumza al-Imam Shamsuddin Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, kwamba shaitani anawatumbukiza wanadamu katika kitu cha pili ni katika bid'a. Bila shaka kadhalika akaja kusema mwanachuoni mwingine ambaye anaitwa Sufyan ath-Thawri, al-Imam Sufyan ath-Thawri rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, akaja kusema kadhalika maneno yake ambayo ni mazuri kweli kweli. Akaja kusema albid'atu ahabbu ila iblisa min al-ma'siyah lianna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Imam Sufyan ath-Thawri rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a anakuja kadhalika kutueleza kwa nini shaitani anapenda dhambi ya bid'a. Ni kwa nini? Anasema albid'atu ahabbu ila iblisa min al-ma'siyah. Hakika bid'a, dhambi ya bid'a, kwamba pale ambapo mtu atakapofanya kitu ambacho hakina historia katika dini ya Allah tabaraka wa taala, dhambi ambayo anaipata ni dhambi ambayo anaipenda shaitani sana kuliko pale ambapo mtu atakapopata dhambi ya kufanya maasiya, dhambi ya uzinifu, dhambi ya riba, dhambi ya wizi. Ni bora kuliko pale ambapo mtu atakapofanya dhambi ya bid'a. Kwa nini? Lianna albid'ata, kwa sababu lianna almasiyata yutabu minha, kwa sababu asli ya maasiya, kwa sababu asili ya maasiya pale ambapo mtu atakapofanya mambo ya maasiya akafanya uzinifu, inaweza ikafika wakati mtu huyu akaacha uzinifu wake, Allah subhanahu wa ta'ala akamtilia tawfik, akaacha uzinifu wake mtu huyo, akaacha riba yake, akaacha wizi wake, akamtii Allah jalla wa ala. Hii ni dhambi ambayo ya kawaida, na nikisema kawaida sio kwamba ni dhambi ya kawaida, hapana, bali ni dhambi ambayo kama ambavyo anavyozungumza Sheikh al-Imam Sufyan ath-Thawri rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, kwamba albid'atu ahabbu ila iblisa min al-ma'siyah, kwamba bid'a ni dhambi ambayo anaipenda zaidi kumpoteza mwanadamu. Shaitani huyu anapenda zaidi kumpoteza mwanadamu kwayo kuliko dhambi ya maasiya. Kwa sababu gani? Lianna al-ma'siyata yutabu minha, kwa sababu asli ya maasiya mtu inaweza ikafika stage akaacha maasiya yake, lakin dhambi ya bid'a la yutabu minha. Ni mara chache sana dhambi ya bid'a mtu kutubia, mtu kuiacha dhambi ya bid'a, kwa sababu dhambi ya bid'a ni kana kwamba ni jambo ambalo limetengenezwa kidini lakini sio dini. Mfano kama sasa hivi watu wanasherehekea ihtifalu bi maulidin nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watu wanasherehekea kwamba mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakati ile hali ni kitu ambacho ni uzushi hakiko. Sasa shaitan anapenda kuwapoteza watu katika jambo kama hili
nikana kwamba sasa liko katika jamii, nikana kwamba lina sura ya dini, ile hali siyo dini kabisa. Sheitani anapenda dhambi kama hii. Pale ambapo sasa utakapozungumza sasa kinywa upana kumkataza mtu na kumwambia bana haifai kitu kama hiki, unaambiwa anakataa moja kwa moja. Hasa mimi kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna kosa gani? Kumtukuza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna kosa gani? Mashekhe wanakuja wanatupatia da'wa, wanatupatia mauidha hivi na vile, kadhalika tunamtukuza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kadhalika tunasoma Qur'an, na kadhalika tunafanya mambo ya kheri. Pale wanasema tuko makosani. Umechanganyikia wewe namna gani wewe? Tunasema sheitani anapenda dhambi ya bid'a kuliko pale ambapo mtu atakapofanya maasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu pale ambapo mtu atakapofanya maasi ni dhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akamtia taufiki akaacha maasi, kwa sababu mtu anafanya zina anajua kama anafanya uchafu. Lakini pale ambapo mtu atakapomswalia Bwana Rasul sallallahu alaihi wasallam kwa mlolongo ambao haupo katika mafundisho ya dini, anajua kama ni dini, kwa sababu niko namswalia mtume, kuna shida gani? Albid'atu ahabbu ila iblisa min almasiyah lianna almasiyata yutabu minha walbid'atu la yutabu minha. Ayuha almuslimun ibadallah, hakika miongoni mwa vitu ambavyo kadhalika sheitani anapenda kuwapoteza mujtama, kadhalika anapenda kuwapoteza Waislamu na kadhalika watu kwa ujumla, anaingia katika sampuli ya pili, kuwatumbukiza watu katika bid'a. Anawapambia vitu ambavyo havipo katika dini vionekana sasa katika dini ni vizuri. La ilaha illa Allah wa sallallahu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.